mgonjwa asiyetarajiwa kupona, huyo sheria inasema ruhusa ule milele na milele mpaka utakapoondoka duniani. Lakini badala ya funga afanyeje jamani? Jamani, badala ya funga afanyeje? Atoe fidia. Na fidia ni nini jamani? Kulisha maskini mmoja kila siku. Maskini mmoja kila siku. Lakini mgonjwa mwenye ugonjwa unaotarajiwa kupona, malaria, typhoid, UTI, infection na mengine madogo madogo, ishindwa kufunga kwa sababu ya ugonjwa, ale mchana wa Ramadhani. Ramadhani ikiisha akapona, afanyeje? Aje alipe. Kwa hiyo tunaposema mjamzito na mwenye kunyonyesha wakishindwa kufunga, ruhusa wale mchana wa Ramadhani ikiisha waje walipe madeni ya Allah ya funga, kama funga pasina fidia. Hii ndio kauli yenye nguvu. Kama ambavyo mgonjwa wa malaria aliyeshindwa kufunga kwa sababu ya malaria, anatapika sana, anaambiwa kula mchana wa Ramadhani upate nguvu, upate kumeza dawa. Baada ya Ramadhani Allah akikupa ukapona, analipa nini? Analipaga nini? Funga. Anatoa lakini kibaba? Hatoi kibaba. Hal kadhalika mjamzito na mwenye kunyonyesha, hukumu yao ni kama mgonjwa tu, na ni ugonjwa kwa namna moja ama nyingine, hata ukiangalia kwa namna moja ama nyingine. Lakini sawa, msafiri ambaye amesafiri, safari ni ndefu, akaamua kula ruhusa ya Allah, kala mchana wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani Qur'ani inamwambia aje alipe funga. Kuna pahala kaambiwa atoe na fidia? Hakuna kutoa fidia. Kwa jamani, mwanamke mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha, funga ikiwawia vigumu, ruhusa kula mchana wa Ramadhan. Lakini kwanza wajaribu. Umejaribu saa 4 saa 5 kizunguzungu, kihindi, kiarabu, fungulia Biblia. Usije ukaiangamiza nafsi yako. Sawa jamani Lakini baada ya Ramadhan penye nia pana, baada ya Ramadhan lipa kidogo kidogo. Mwaka mzima jamani, masiku 360, unadaiwa funga ya miaka 3, 4, 5. Huna noma, huna haya mbele ya Allah. Ndio maana nikaja la mada inasema kwamba mjamzito na mwenye kunyonyesha msibabaishwe katika hili. Kwa kumalizia, ndugu zangu, ikitokea akhera ukakutana na Mola wako akakwambia, mjamzito, mwenye kunyonyesha, nilikupa riziki ya ndoa, nitakupa riziki ya watoto, mashaallah, nimekupatia kizazi cha watoto 10 au 8 au 5 au 2, lakini hukuwahi kunifungia funga zangu, ulikuwa umezikwepa mpaka umekufa. Ya Rabbi, kuna sheikh fulani katuambia nyie bana fidia tu nyie. Si pale mpaka Allah anakuuliza haki yake, si imekula kwako? Geuza shilingi upande wa pili. Kumbe ilitakiwa utoe fidia tu, usifunge. Ukienda akhera imekula kwako. Mmenielewa? Yaani chukulia mfano mlitakiwa mtoe nini? Fidia tu, kibaba tu. Lakini ndio tumewabebesha sie masheikh kwa fatwa zetu, kwa namna tulivyosoma, mkafunga, mkakutana na Allah. Wewe mjamzito, kwa nini ulinifungia? Kwa nini ulijitesa? Utakutana na swali hilo. Khairi juu ya khairi. Kipi bora sasa, uende bila ya funga, uende kujibu, au uende na funga?